Hizo siku moja Zanzibar na wanawake katika muhadhara, kwa nini shekhe nyinyi hamfuati sunna ya mtume? Nikauliza sunna ipi? Nasema mtume aliishi miaka 25 na mkewe mmoja tu, bibi Khadija. Kwa nini nyinyi hamuishi angalau miaka 25 na mke mmoja tu, alafu ukaoa baadaye wake wengine? Ugomvi wenu wanawake ni mume kuongeza mke mwingine wa pili. Hapo mwanamke hata akiwa alima, akiwa takhia, akiwaje, ukija ukisikia mumeo ameoa, uchache wa kauli utasema nataka talaka, niekee talaka yangu. Nimeshaona hunitaki tena. Kuoa mke mwingine haina maana kwamba sikutaki, hapana, nataka talaka. Na wengine usema talaka nimeshaiandika, bado saini yako, tutia saini yako. Talaka mnaandika nyie. Hiyo ni kucheza na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ar-rajulu huwa alladhi yamliku at-talaq. Huwezi kuiandika wewe ukasema tia saini. Unafanya hivyo. Ndugu zangu, huo ni mtihani wenu pia. Ukubalini. Aya za Qur'ani zimetuasa wanaume tuoe zaidi ya mmoja, lakini kwa uadilifu. Lakini nyinyi hamkubaliani na hiyo. Anasema yuko jamaa mmoja alikwenda kwa mkewe, akamwambia mke wangu nimekuja. Akamwambia una nini mume wangu, mbona masikitiko hivi leo, una huzuni kubwa? Anasema innal hakima asdara amran, kiongozi wa nchi ametoa amri, akasema sayaqta'u raqabata kulli man lam yatazawwaj bithaniya, atamkata shingo kila mtu ambaye haoi mke wa pili, atakatwa shingo. Kiongozi wa nchi anasema atakata shingo zetu, na mimi nina mke mmoja tu. Mwanamke akamwambia mumewe, hani'an laka shahada ya zawji, congratulations, utakufa shahidi mume wangu. Mmeona habari yenu hiyo? Hamhurumii mumewe. Anasema kiongozi wa nchi, mimi nitakata shingo za watu hawataki kuoa mke wa pili. Mke wangu nitakatwa shingo mimi. Anasema bora utakufa shahidi mume wangu, lakini kuoa abadan, naseme kuoa hapana. Usiwe hivyo. Wivu ni kweli upo, lakini kuna muhimu na muhimu sana. Amri za Mungu ni muhimu sana kufuatwa, na mwanamke kuwa na wivu ni muhimu. Kwa hiyo usiache muhimu sana kwa sababu ya muhimu.